wanafunzi. Mgomo huo unajiri siku moja tu baada ya shule ya Kisumu Girls kufungwa hapo jana. Kevin Ogutu na taarifa hiyo. Ndio picha iliyokuwa katika shule ya sekondari ya wasichana ya Siaya katika kaunti ya Siaya. Wanafunzi wakijikusanya katika makundi wakisubiri nauli za kurudi nyumbani. Sababu ikiwa vurugu walioleta usiku wa kuamkia leo, ambapo walilalamikia adhabu kupita kiasi kutoka kwa mwalimu anayesimamia mabweni. Mkuu wa shule hiyo Margaret Nandi alishinda kwenye kikao cha faragha na bodi ya usimamizi wa shule hiyo tulipoitembelea. Jumatatu, mji wa Kisumu uliamkia taswira kama hii kufuatia mgomo wa wanafunzi wa shule ya kitaifa ya wasichana ya Kisumu iliyoko katikati ya jiji hilo. Uongozi wa mkuu wa shule hiyo Margaret Michumo ukiwa kichopocheo cha mgomo huo. Unakuta kwamba kuna ukandamizaji katika uhuru wa mtoto kuabudu. Na hiyo ni jambo ambayo ni haki ya kimsingi ya kila mmoja. Kila Mkenya ako na haki kuabudu, na bora ibada hiyo ni ibada halali ambayo inatambulika kwa mujibu wa sheria. Kulikuwa na walimu wakuu wengine katika miaka zilizopita, na hatukuwahi kushuhudia matatizo ambayo tunaona saizi. Na sasa viongozi wa kike katika maeneo hayo wameamua kuingilia kati swala hili. The damages that you saw in Kisumu Girls, the government and nobody else is going to pay for that. It is the parents who have to dig deep into their pockets to also pay for those damages when already they don't have money. But you cannot go to school on bursary. You cannot go to school and be given sanitary towels for free. And then you want to make your parents look for more money to sort out damages that you've created out of sheer nonsense. Kevin Ogutu, KTN News, Kisumu. Na mashindano ya muziki kwa shule za msingi na upili katika eneo la Magharibi yanaendelea katika shule ya upili ya Chavakali. Takriban wanafunzi 10,000 wanashiriki katika mashindano hayo ambayo yanajumuisha aina mbalimbali za fasihi simulizi. Kauli mbiu ya mashindano ya mwaka huu ni uhamasishaji wa jamii katika kuweka akiba ya fedha za uzeeni. Realize that the shairi is one medium that can convey our message to a mwananchi who will not understand English, who will understand Kiswahili and understand the content of that shairi, so that they are able to move and start saving for their old age. Or even not old age. Right now we are even moving from saving for old age. Currently, we are doing, even those ones who are leaving the country, we are making the payments. That is a migration benefit. We are going to come out of uzeeni. We want to say that this is our savings. We want to save for our lives. Na kiongozi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji alitoa amri ya kukamatwa kwa gavana wa Busia Sospita Ojamong kwa tuhuma za matumizi mabaya ya ofisi na ubadhirifu wa fedha za kaunti. Hii hapa taarifa ya awali ambayo ilitalishwa na Lofty Matambo. Amri ya kukamatwa kwa gavana wa Busia Sospita Ojamong imetolewa baada ya kiongozi wa mashtaka ya umma kuidhinisha mashtaka kufunguliwa dhidi yake kufuatia madai ya ubadhirifu wa pesa za umma. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Nurdin Haji amesema ni kinukuu, inadaiwa kuwa gavana wa Busia Sospita Ojamong peke yake alitia saini makubaliano ya biashara kati ya kaunti ya Busia na Madam R Enterprises Limited ama MRE Limited kwa kipindi cha mwaka 2013 na 14 katika mradi wa kukusanya taka bila kufuata hatua hitajika za matumizi ya fedha za umma, na hivyo kusababisha hasara ya shilingi milioni 8. Mwisho wa nukuu. Hili ni moja tu kati ya makosa mengi yanayomkabili Ojamong baada ya kupokea faili ya uchunguzi wa kesi za Ojamong kutoka kwa tume ya kupambana na ufisadi nchini EACC yake Askofu Eliud Wabukala. Kulingana na matokeo ya uchunguzi wa EACC, Ojamong alisafiri hadi Ujerumani alikokwenda kutia saini na kampuni ya MRE Limited. Vilevile majina mawili ya kampuni hiyo yapo, ila yote yako chini ya jina moja,
Moja ni Madam R Enterprises Limited ambayo ilikuwa haijasajiliwa wakati wa biashara hiyo, huku nyingine ikiwa ni ya Madam R Enterprises ambayo ilikuwa imesajiliwa kama jina la biashara tu hapa nchini Kenya. Biashara hizi mbili zilipokea shilingi milioni 4 kila moja kwa mujibu wa EACC. Watu wengine 9 wametajwa kushirikiana na Ojamong na hivyo pia watafunguliwa mashtaka. Miongoni mwao ni Timon Otieno Mboga, Bernard Krade Yaite, Leonard Wanda Obimbira, Samuel Osieko Ombui, Alan Okweni Omachari, Madam R Enterprises Limited, Edina Odhiambo Odoyo, Renis Acheng Omulo pamoja na Sebastian Halensleben, ambao wanashtakiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo kufanya biashara kinyume cha sheria na matumizi mabaya ya afisi. Sospita Ojamong alishinda kesi ya kupinga kuchaguliwa kwake baada ya Peter Odima aliyekuwa mfuasi na muongoza kampeni wa mpinzani wa Sospita wa karibu Paul Otoma kuwasilisha kesi mahakamani. Shtaka jingine linalomkabili Ojamong ni kujilimbikizia mali kilaghai. Na gavana wa kaunti ya Busia Sospita Ojamong amesema kwamba madai ya ufisadi dhidi yake ni ya uongo. Ojamong anasema kwamba hajapokea ilani yoyote ya kushtakiwa kwake kwa madai ya ufisadi katika kaunti hiyo. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji Hilali idhinisha kufunguliwa mashtaka dhidi ya gavana huyo kwa madai ya matumizi mabaya ya mamlaka. Inadaiwa kwamba Ojamong alikiuka kanuni za utoaji zabuni na hivyo kusababisha kaunti ya Busia kupoteza mamilioni ya pesa. Labda kunitangaza hivi pia inanipatia umaarufu kwa sababu mwishowe sitapatikana na kosa. Na kila mara wananiweka nina makosa lakini hawapati. Kwa hivyo nasema lengo saa hizi ikiwa barua rasmi itakuja ni kwenda kujitetea kule. So watu wasiwe na wasiwasi. Labda kumaanisha kwamba lazima until you get that letter, otherwise you're not planning maybe to surrender yourself before EACC. Nafikiri jambo hili lipita kwa EACC. Saa hizi iko kwa DPP. Sidhani kama EACC kazi yao ni kuchunguza, DPP ni kuprosecute sasa. Ikiwa watakuja na polisi wala bao husika. Na bibi siogopi hata wakiniita kesho naenda, lakini wakitaka pia kushika wakuja wakati wowote, sababu hiyo ni kazi yao, hiyo ni profession yao. Lakini bibi niko tayari kupelekwa kotini ikiwa kuna kosa. Lakini pia kuharibia mtu jina kuona ya kwamba ati wanapigana upinzani. Na mimi hii kitu kwa sababu nitakuwa na forum pia na president na wengine. Nitatalea hizi vitu zote. Hii ndio kitu tulifanya. Hii watu wanataka kuharibia yeye legacy yake kwa kupeleka ile watu ambao hawana makosa. Labda ile ambayo nilisign MOU na Madam Ray ni milioni 8. Milioni 8. Na nakumbuka tulipa mara mbili. Hiyo milioni 20 ile ambayo inasema ilitumwa Germany. Kaunti ya Busia haikutuma pesa yote Germany. Tulikuwa tunafanyia biashara na kaunti ya Family Bank ambayo Madam Ria alifungua hapa Kisumu. Na tena kuna shida kwa hii sisi wanafikiria kwamba kwa nini Madam Ria alifungua kampuni nyingine hapa. Unajua kama kampuni nyingine imetoka nje na imekuja hapa, lazima ufungue nyingine kadogo hapa ya kufanyia naye biashara. Kwa hivyo hizo ndio vitu tunajaribu kuwaelezea, lakini wale pia wajui hawezi kuelewa vizuri. Lakini sasa mahali imefika, ikiwa tutaitwa nitaenda alafu tutajielezea huko. Na mtazamaji, katika kisa kingine cha utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi, shule ya upili ya wavulana ya Chalbi katika kaunti ya Marsabit imefungwa kwa muda ambao hujulikani baada ya wanafunzi kuwashambulia na kuwajeruhi walimu hapo jana. Inaarifiwa kwamba walimu hao 6 walishambuliwa na wanafunzi wakati wakijiandaa kwenda darasani kuwafunza. Walimu 2 walijeruhiwa vibaya na wamekuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya kaunti. Kwa mujibu wa mkuu wa huduma za afya katika kaunti ya Marsabit, Delea Edward Leiti, walimu waliojeruhiwa wanaendelea kupata nafuu. We have received 2 clients
who got to be teachers. One is called Christopher Maro, 28 years old. Richard Ombiri, who is 29 years old. Christopher Maro got a cut on the front at the face, and also he has on the left hand. He has on the left hand the small finger also has a cut. The same on the left hand, the elbow is also cut, and the other part which was also affected was the left leg, it was also cut. We have referred him to X-ray for further to see the deep cut and whatever. So we are waiting for the result for him. The other client was Richard Ombiri, 29 years old. He got multiple cuts, about 7 cuts on the head, 4 which are mild and 3 which are deep cuts. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ambayo tunatumai kwamba mamlaka husika itaingilia kati ili kuhakikisha kwamba nidhamu inadumishwa shuleni, kwa sababu ni hatia sana kwa wanafunzi kuwashambulia walimu ambao wanawasaidia kuboresha maisha yao ya usoni. Mamlaka ya usimamizi wa biashara nchini, Chamber of Commerce, hii leo imetia saini mkataba wa maelewano kati yake na chuo kikuu cha Karatina kama njia ya kuwasaidia wanaohitimu kupata ujuzi katika nyanja ya ajira. Hii ni kufuatia serikali kuu kuwashawishi vijana kujiendeleza kimaisha bila ya kutegemea ajira. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mamlaka hiyo, Kiprono Kitonyi, ushirikiano huu utachangia pakubwa kupunguza asilimia ya ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana. What we're trying to do is to equip our people with more practical skills. And the TVET model is actually very strong in Germany, in Austria, and in other countries. And basically what it does is that as opposed to people focusing their education in academic institutions, a part of it is done in industry, or where they will actually be expected to ultimately be working. We want to collaborate with Kenya National Chamber of Commerce and Industry to bridge that gap, so that when we work together, our graduates will be refined enough. When they graduate, they come out of here, graduate, they will fit it into industry because they'll be well trained, having addressed the needs of industry. Na mashirika ya kutetea haki za binadamu sasa nataka polisi kuchukuliwa hatua kuhusiana na kifo cha mvulana mwenye umri wa miaka 17 ambaye mwili wake ulipatikana kwenye mtaro Jumanne iliyopita katika kaunti ya Kilifi. Wanaharakati hao wanasema uchunguzi uliofanywa kwenye mwili wa kijana huyo kwa jina Kazungu Matano ulionyesha kwamba ana majeraha ya risasi ambayo alipigwa kwa karibu sana. Wametishia kufanya maandamano siku ya Jumamosi iwapo hatua hazitachukuliwa dhidi ya waliohusika. Wanasema kijana alikuwa hasomi, kijana hizi wanasema ni jambazi. Hizi ni risiti zinaonyesha kwamba kijana alikuwa anasoma katika shule ya Ndatani, na imeandikwa hapa vile mzazi alikuwa analipa zile. Sawa. Mtoto mdogo wangu watatu kijana. Mdogo wangu watatu kijana. Sasa eti jambazi sugu. Ni unafiki tu. Ni unafiki sana. Walimuua bila sababu. Hakuwa jambazi. Hakuwa na chochote. Lakini tunaomba tu tusaidie tu kwa hilo. Huyo kama ni askari, kama ni chifu wa mtaa alisababisha pia chukuliwe hatua. Hakuna kuogopa mtu yoyote hapo. Kwa hivyo lazima chifu wa mtaa ahusike kwenye kitendo. Anajua kila kitu, lazima chukuliwe hatua. Ili umefanyiwa upasuaji kama vile tulivyokuwa tumesema, na baada ya upasuaji imebainika wazi kwamba kijana aliuawa na mtutu wa risasi. Alipigwa risasi kwa nyuma akiwa karibu sana, yani close range, na risasi ile ikaingia ndani, ikaharibu mbavu moja na ikapitia kwa moyo na ikatoka nje. Leo ni siku ya 6 itakuwa imefika. Lazima wamtoe huyu aliyemuua kijana wale mapolisi. La sivyo tuarudia. Tutafanya maandamano pale, tutachukua marehemu, Ijumaa tutapanga, tutampeleka, tumweke pale katika kituo cha polisi.
Kwa hivyo ndugu zanguni, postmortem imeisha, lakini kwa hakika huyu kijana ameuawa kinyama. Na tukiachana hayo mtazamaji, tuangazie taarifa inayohusiana na siasa. Kinachoendelea ndani ya chama cha Jubilee ni nini? Zipo sauti ambazo zinaonyesha kukinzana kwa mawazo chamani humo. Wadau wanasema chanzo ni ukuruba baina ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Je, ni kweli? Jeff Kirui anatathmini. Uswahiba kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga umeonekana kuleta mkanganyiko baina ya wafuasi wa viongozi hawa wawili, hususan chamani Jubilee, ambapo wapo wanaopaza sauti zao kwamba naibu Rais William Ruto anapitia mtihani mgumu katika safari yake ya siasa. This country cannot stop to deal with the problems of the day, which have been aptly identified in the memorandum that our party leader signed with the party leader of Jubilee, and hinge it on the ambitions of William Ruto. We say that we completely reject that, and Kenya's problem as of today is William Ruto. Mapatano kati ya Rais Kenyatta na Raila Odinga, hususan Odinga kuhusishwa kwenye maamuzi kuu serikalini, ukitiliwa doa na wadau wa Jubilee, haswa wandani wa naibu Rais Ruto wanaotazamia ni njama ya Odinga kujipanga kwa uchaguzi mkuu ujao. The reality is that we are prepared for Raila Odinga's candidature. We think that and we believe that competition is a good thing, that the handshake was fantastic, that that handshake opened doors for us to now focus on development, to focus on issues. If there is any agenda to come to Jubilee to do what he has done to so many other parties before, I don't think there is a chance. If you look at the reasons why Jubilee members are fighting, it's about the president taking his work very seriously and wanting to install a legacy that Kenyans would remember. Remember, the president is serious about fighting corruption, and most members of parliament aligned to deputy president are the ones who are fighting against the president against his push for corruption cartels to be arraigned in court. So basically, these wars we are outside these wars. Remember, we are not in government. We are out of government. We don't attend Jubilee party meeting. The deputy president has two choices: whether he wants to be the president of this country or is working towards becoming the official opposition leader. If he wants to be the president, he must rein into Ndwale, rein into Oscar Sudi, rein into Murkomen, and put them forward and say, gentlemen, I'm gunning for the top seat of the nation. We cannot continue like this. This is not an election. We must repackage ourselves. We are gunning for the top seat. But if he's gunning for the official opposition leader, then he's on the right track. Let him maintain the gentlemen. Let them continue doing what they are doing. Naibu Rais William Ruto kwa upande wake akijitokeza kwa meno ya juu, akipenyeza mizizi yake katika maeneo ya magharibi na pwani, kuwavuta wandani wa Raila Odinga, miongoni mwao mbunge wa Malindi Aisha Jumwa, ambaye sasa chama chake cha ODM kinatishia kumbandua kama kamishna kutoka tume ya huduma za bunge PSC. The people who are uncomfortable with other leaders shaking hands with the deputy president are the very people who are saying that we needed to have this handshake for purpose of taking the country forward. In everything William set out to say, including his tweet, the very day this handshake was undertaken, he was not in it. He has never been in it. His sole agenda is how he gets to take power in 2022. Kwa sasa baadhi ya wanajubilee wanashinikiza kuwepo mkutano wa wadau wote chamani kutuliza joto linalodaiwa kuchochewa kila kukicha. Jeff Kirui, KTN News. Na uchunguzi wa jinsi Kenya ilivyoagiza nchini sukari ya kimagendo unaendelea bungeni, na hii leo mawaziri akiwemo waziri wa biashara na viwanda vya ushirika Aden Mohamed, waziri wa fedha Henry Rotich na Mwangi Kiunjuri wa kilimo na wa afya Sisili Karioki walitarajiwa kufika mbele ya kamati ya bunge ya kilimo na biashara. Wakati huo huo, baadhi ya wabunge wakiongozwa na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa sasa wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta kumfuta kazi waziri wa fedha Henry Rotich kwa kuruhusu biashara ya magendo humu nchini. Teach where he belongs. He belongs in the village. He doesn't belong to sit in an office as a cabinet secretary. Your decision must be that of the same driver who
aware that he's carrying very many passengers on board, and he comes across one drunkard hovering on the road, and he decides to crash that one pedestrian to save the lives of many passengers who are on board. We want to ask Mr. President that he is carrying the lives of very many Kenyans, and the time to crash Rotich has come, and that time is now. The small fish have been arrested in Martha's Sugar, small wholesalers who have receipts showing where they bought the sugar from, but they have been arrested, their shops raided and closed down. But the big fish, the importers, the Rai and company, are sitting in pretty five-star hotels following the proceedings of the parliamentary committees investigating this matter on sugar. For this reason, Henry Rotich must be shown the door now. There is no point of us waiting for the conclusion of various investigations that are... Na kundi moja ambalo linajumuisha wataalam na wasomi wa jamii ya Pokot ambao wanaishi na kufanya kazi hapa Nairobi limeipa serikali makataa ya siku 7 kuwasaka na kuwanasa wahusika kwenye msururu wa utekaji nyara na mauaji ya viongozi katika kaunti ya Baringo. Wakizungumza hapa Nairobi baada ya kuandaa maandamano na kulalamikia ukosefu wa usalama katika kaunti ya Baringo, hasa eneo la Tiati, wasomi hao walidai kuwepo njama ya kuwadhulumu wa Pokot na kushangaa ni vipi licha ya uchunguzi kufanywa hapana mtu yeyote ambaye amewahi kukamatwa. Kundi hilo hasa linamtaka Inspector Jenerali wa polisi Joseph Boynet kuhakikisha kwamba wahusika wote kwenye msururu wa uhalifu na mauaji ya watu kutoka jamii ya Pokot wamekamatwa na kushtakiwa. We want to give the government an ultimatum. We want to give the government only 7 days. 7 days is enough for them to tell us what investigations have they done regarding the previous killings. What are they doing as of today? Those of you who have seen pictures, you saw there was a motor vehicle that was seen carrying the Honorable Lotella, and the owner of that motor vehicle has not been arrested up to now. This being the 2nd day. We are giving the government only 7 days. We want the government to tell us why are they profiling every single Pokot as a bandit? How come a pregnant woman has been profiled as a bandit? She's lying in KNH, no report from the IPOA. In fact, after the numerous examinations and complaints we made to IPOA, we want them to give us the explanations and solutions and the results of their reports. Failure to that, we will take the next course, which we cannot reveal now. We demand for rights and protection, and even police. Police should not be there killing livestock. Our livestock are not bandits. Our people there, they say we are poor. We are poor because the police are killing our livestock. Where are we headed? Ministry of Education, why are you not building schools? How are you supposed to end this banditry if at all is there? Come build schools, educate Pokots like other Kenyans. Mtazamaji, asante sana kwa kujumuika nasi kwa taarifa za KTN leo. Nakomea hapa. Jukwaa hili namwachia mwenzangu Yusuf Ibrahim kwenye Big Story, ambapo wanadokeza kwamba hii leo wanaangazia ufisadi katika kaunti.